Moyo kama tishu nyingine zote mwilini unahitaji damu yenye hewa ya oksijeni ya kutosha ili kufanya kazi. Moyo wenyewe una mishipa yake ya damu ambayo imeizunguka moyo. Na mishipa hiyo ya damu inaitwa coronary arteries, ambayo ndiyo inayohakikisha moyo unapata mahitaji yake muhimu kama hewa ya oksijeni. Sasa kuna hali zinapelekea mafuta kujikusanya kando ya kuta za mishipa ya damu ya moyo, na hivyo kupunguza upatikanaji wa hewa ya oksijeni kwenye misuli ya moyo. Mkusanyiko huu wa mafuta unaitwa atherosclerosis. Sababu tatu kuu zinazopelekea atherosclerosis, yaani mafuta kujikusanya kando ya kuta za mishipa ya damu, ni shinikizo la juu la damu, kuwa na mafuta mabaya mengi na uvutaji wa sigara. Mkusanyiko huo unatengeneza kitu kinaitwa plaque, ambapo linaweza kupasuka na kusababisha mfumo wa dharura wa mwili kuanza kujiweka sawa. Chembechembe za damu ziitwazo platelets hushikamana na mafuta yaliyopasuka na kuunda donge la damu. Donge hili linaweza kuziba kabisa njia ya damu inayoelekea kwenye moyo. Ndani ya dakika chache seli za misuli ya moyo huanza kufa. Hili ndilo tunaloliita shambulio la moyo. Moyo huendelea kudunda, lakini huanza kupoteza ule mdundo wake wa kawaida. Ikiwa sehemu kubwa ya moyo itaathirika, unaweza kusimama kabisa, na hali hii inaitwa cardiac arrest. Shambulio la moyo mara nyingi huanza na usumbufu mdogo tu wa kwenye kifua unaoongezeka polepole. Dalili nyingine ni pamoja na maumivu kwenye mkono mmoja au yote, au tumbo, upungufu wa pumzi unaoweza kuambatana na maumivu, pamoja na kutokwa na jasho lisiloeleweka. Kupata huduma na mapema ni muhimu sana katika kutibu shambulio la moyo. Hali hii inaweza kurekebishwa kabisa ikiwa itagunduliwa na kutibiwa mapema. Ila pia ukichelewa ni ngumu kurekebishwa hali yako. Mfano, zikipita dakika 30 baada ya kuziba mishipa ya damu, hauwezi kurejea kama mwanzo, na nusu ya vifo hutokea ndani ya masaa 4 ya kwanza baada ya dalili kuanza. Ukiona umepata dalili kama hizo, wahi kwanza hospitali wala usisikilizie hali. Pia ni muhimu sana kuhakikisha unajikinga usije kufikia kwenye hiyo hali. Je, unajua namna gani unaweza kujikinga usifike kwenye hiyo hali?